Osha. Sasa hata ni kama masomo tena pia imati. Masomo ile acha kumata kitambo. Kitambo sana. Masomo ile acha kumata kitambo. Kwa hiyo siku zote depend masomo ni kwenda tu kujua kuongea English. Don't waste your money on school fees. Mimi kwanza naendanga hivi mali ati unaendanga unapata mastudio meja kampu. Mnadu nini huko sasa nyinyi? Hausi ni kukulana tu na drugs. Yani, kwani kuna kitu kingine. Unaenda ati niko na sijui class ya sijui ya 4, niko na class sijui ya 3, niko na sijui class ya mnaenda kudu nini walai wale unaangalia tu institute ni gava tu ina collect tu do yao say yani unalipa ndo sijui ufanye nini na hakuna shit wana do kwa wagwan wadako lakini hii weather juu ni mwecheche bana. Hii weather hapana juu. Ni mbaya na hii weather juu. Mvua kidogo imekuja imetuchocha siku mbili kidogo yani hii swali kwa hivi unapata kuna wase mchana mzima saa 7 wako mechi. Yaani watu wapendi tu maisha. Ni zegede tu. Hawapendi maisha. Ni zegede, mdhombodho mimi nakwambia. Na hii sola tu. Hiyo ni nyingine mwecheche. Ni mbaya. Lakini hii weather hapana imezidi. Hii imezidi tu. Mvua imekuja imetuchocha siku mbili tena ndio imeenda. Man. Anyway, wagwan wadako. Back with another tuko episode 11. This is episode 11 guys of the Wadaku Nation. Yeah, and if you've not watched the rest of the episodes, make sure enda pale YouTube Savage Joiner, catch all the episodes from episode 1 to episode 11. Episode 1 to 10 already ziko pale, so catch up with us manze. Amazing topics, amazing deals hapo za a lot of things tumeongelelea hapo na ni moto ni mwecheche. Kwa hivyo piga subscribe hapo, tutafuta kama video nyingine tukisonga. So welcome leo tuko na another topic. Ni gani hiyo? Ni mbaya like sijui leo ni mbaya. Hii ni mbaya bwana. Ukiniona tu nimeanza topic wewe jua nimeanza na hasira. Najuanga hiyo na unijua. Okay tu ona nimekuwa kuanza topic. Ni kitu nimeenda nikaangalia. Research imenisumbua mawazo, msongo wa mawazo yani. Imebidi tu kama mtu show. Sijui wanielewa. Wanielewa ndugu yangu. Yani ushatupeleka wapi? Hasira zako zinatupeleka coast. Sijui wanielewa ndugu yangu. Hasira zako zinatupeleka coast. Kiswahili yangu, Kiswahili changu. Ni Kiswahili changu. Kiswahili changu ama langu. Ukisikia Kiswahili changu kimebadilika wewe jua. Nina hasira, nimejaa ngoli. Iko kwa ngelia lazi. Lazi. Anyway guys, I have this disturbing thing. Wewe unajua vile uchumi saizi iko ni mbaya. Ni mbaya. Na hakuna mtu anaweza ni convince ni mzuri. Hata wale wako na kakitu, wale wako mahali wana drive wanalia pia. It came to my attention bana. Saizi you've rented a house. You're working 8 to 5 on a salary of 15,000. Maybe let's say if it goes sana, it's 20,000. You're a house owner. You've employed a housemaid. Na unamlipa ka 65 manze. Na huyo mtu pia yako na nyumba mahali. Tuseme umemwandikaliwa daily anakuja jioni akirudi. Na if not so ako na familia mahali. And then unamlipa 65. Hiyo 65 iko na school fees, hiyo 65 iko na food, hiyo 65 iko na rent. Huyo ni maid. Let's come to this other person, maybe amepanda cheo kidogo, ameandikwa na kampuni. Hiyo kampuni sema the minimum maybe inalipa ni 15, the highest a person is getting is like around kampuni ulipo hadi that 30,000. Hata 40 maybe. Kitu inani disturb ni bro. Sasa hizi nyumba hakuna mali utaenda upate nyumba tu mzuri. Iko chini ya 75. 75k 100. Nyumba ile utakaa fit. Nyumba ikishuka hapo ni ya mabati. 75k si hata ni bed sitter fulani tu. Hiyo ni bed sitter 75 bro. Na uko na familia tuseme umefinyana sana 1B sasa hizi ni 13,000. Lakini sio na familia kwa bed sitter. Sio tu pesa la familia. Bro, unajua? Okay. Kuna wenye rush.
una rush nini? Na ndio nasema kuna wenye sema umejipatia situation and you are needed to maybe you have kids, you have a wife and all that, but you have a job, na hiyo job mshahara unalipwa, the farthest it can go kulipa nyumba ni bedsitter. Na the best bedsitter unaweza pata saa hizi ni 75. Unaona? Sema tu 8000. Hiyo tutafanya hiyo so tano. Wewe kati sema tu 800. Haya. Mshahara unalipo fiti sana imeenda ni 15k bro. Unaona? Ndio uone hao watu wa kampuni pia mnabeba watu ufala. Unaona? Unalipo 15,000, you have an 8,000 bedsitter to pay. Sawa? Haya. Kwa hiyo 8,000, kwa hiyo 15,000 to 8,000 umebaki na kwa hiyo 15. So umetoa hiyo umebaki na 7. Umebaki na 7. Hiyo 7 imebeba hapo school fees bro. Imebeba shope. Imebeba nini ingine? Imebeba nini ingine? Maybe tunguo tu kuvaa. Sasa hata kama nikusave na save ka 1000 ama 2000. Don't you think if you're a company owner that is a joke? Funga kampuni. How can you be an owner of a company? Maybe unaingisha unachukua like 70% and then 30%, no like 80%. Juu saizi Wakenya ni wachoyo. Juu bro msee anaweza saizi kula 10,000 na mlikuwa kwa deal achukue 8 akupee 2. Unaona, that is where Kenya is right now. So hapa msee akona kampuni anaichukua 80 anatumia 20% kulipa wafanyikazi. Sio mtu afungie hiyo kampuni, that is a joke. Hata si ati joke. Unajua kazi ya kampuni inatafutanga watu wako desperate, watu wako desperate kukaa watu, unaona? Ndio maana kampuni uje interview na kwambia how much do you want to be paid? Unaona? Wanakuuliza kwanza. Mbona nakuuliza ngeo swali? Si ndio wajiweka uko desperate, wajiweka hata kubeba ufala ama nini, unaona? So wewe uko hapo hivyo na kabisa takao kadhaa 8, sijui tuko na familia uliharakisha life na nini. Wataona na usi ni mzoefu. Usi ndio tunataka, unaona? Wadi kwambia hii mwezi imekuwa mbaya, I think tutalipa 12. Utakubali tu jo, una option nyingine. Unaona? So kampuni utafutanga wasa kama wako desperate. Lakini sasa kama wewe sema aduna kwa mkoro na nini, utamwambia mimi job yenyewe hadi sidai. Unaona? Kwanza sasa hiyo majenzi ni kichwa ngumu. Jenzi umemwandika kazi asubuhi, jioni mtishia ameacha na siku ya kwanza. Anio na utanikalia, sijafukuzwa kwetu. Si ndio? Na tarudi mtaani. Wewe achana mimi, unaona? So I think I think hiyo kesi muongelelea ni watu wako desperate na wana kitu ya kuduna, hawana other people to depend on, unaona? Hata sikatai wako desperate. But my point yangu ni our employers ni sawa kuna watu wako desperate, but bado utumia advantage on someone's desperation umlipe mshahara kai hiyo. Sasa hivyo sana inakuanga. Hivyo sana inakuanga. You know, ndio maana kuna ile episode ya last nilikwambia all the rich lazima tumie the poor to remain rich. Unaona? Because when you kuite wewe una desperation, uanze kunisha hapa 30k na kuna mtu ako desperate atalitisha 15k. Lakini mbona ulipe mtu mshahara 15,000? Kwa sababu hii game ya kuwin. Kama wezani kulipa watu over 15,000 ama watu ongeze ifike 20. So funge hiyo kampuni, unajiita a company owner na unalipa watu uchafu. Unajua a company no one is bigger than the company. Unaona? Na sasa the problem is hii company lazima ingize maximum profit yenye inaweza ingiza. It doesn't matter ati unajua kampuni sema imezoea kuingiza imezoea kuingiza half a million. Unaona 500k. Ikipata chance ya kuingiza 800 ama ingize mita, haitakupandishia mshahara yako ati ndio nini, ati ndio bado ingize ile 500. Itachukua hiyo hadi mita, lakini hiyo mshahara yako bado itakulipa 15k. Unaona? Hivyo ndio game inaendanga. So there's no mercy in this game. And now it doesn't matter. They don't care. And now that's why I think now Gen Z are trying to make it right by mwache kutubeba ufala. Unajua this or this. Unajua sasa shida watu wamekuwa na akili mingi. Alafu millennials hata nikaa tunawasaidia kufikiria. Unajua hao walishakubalingi. Unajua watu ni watolonga na vote na nini na kabisa kabla yetu hatuwezi vote.
Unajua sasa majenzi hawana hizo. Na majenzi hata wametorokea hiyo shughuli ya 85. Hata wamegundua na bebo ufala. Wamehepa. Juu sasa $30,000 si pesa ya kulipa jenzi. Unajua mtu ana familia. Unajua jenzi ana familia, ana ni yeye tu comrade. Lakini $30,000 kwake ni kidogo. Atakwambia 30 ni kiasi. Hiyo unanibeba ufala na kuna millennial hiyo 30 bro. Lakini unaona pia kitu inachangia ni inflation. Kuna inflation kubwa sana. So inflation umeenda sika kitambo. Vitu zimedouble in price, vitu zimefanya nini, so ile 30,000 ingekufanyia 2010 hizi kufanyia sasa 2026. Sasa hiyo 30,000 ni kama hata si half, ni kama 10 ni kama 5,000 nini ya saa hii, unaona. So hakuna kitu cha kufanya. Sasa utaenda wapi? Lakini maisha ilikuwa tamu kitambo. Ulikuwa unataka ukienda kununua mkate na unabewa mkate na maziwa na kasukari na ka blue band, 30 bob imenunua kila kitu. Ikienda sana chuani. Nasikia ngao millennials wakisema si millennials au lost generation. Gana wamepotea. Kuna nyama wamepotea. Au kina nani hapo before millennials. Sini hawa ndangwa Gen X. Hapo sasa before ni lost generation. Ni lost. Au sasa after before Gen X. Mimi najua Gen X alafu millennial alafu Gen Z. Ni lost, Gen X, millennial, Gen Z, alpha. So wale lost unasikianga wakitu sasa ni wale maguko. Unasikia msee amesema, "Unajua kitambo I used to work for a company and I used to get paid 1,000 shillings." Unashangaa monthly thou. Hiyo thou unajua ingenunua shamba mingi. Hiyo thou hizo ni kama 50 Gs bana. Lakini maguko yetu walikuwa tu adinyana tu akiangalia maendese. Sasa wewe ni maskini. Nilikuwa nangoja tu nipatiwe mamali juu, lakini ukaza wengine wakikimbiza mashamba wako walikuwa tu wanakimbiza kinywero. Sasa tu ulikuwa unasikia ati shamba eka 5 ni 2,000. Hiyo ni frora anakimbiza. Sasa ona. Ati eka so moja, eka 100 ulikuwa unasikia ni 5,000. Bana, 5,000 eka kio. Bro, unajua eka so inatushana wapi? Hapa hadi stage sijui na wapi, na huko upite na hata ni stage ni karibu. Hadi bypass huko, kutoka huko ende Ruiru huko mbele hadi karibu ufike hadi Kimbo. Sasa unajua hata tukasema we wish maisha irudi hivyo. Si tuna wish, but what about globally? Juu vitu the way the life is changing is determined by the global change. Unaona? First world zikichange definitely zina affect that world. Na that world ni sisi. Unaona? So that tukawish aje haiwezi. So that let me tell you, hata vile unashidomelia uchumi. Bora first world ashaamua. Wewe hakuna kitu unaweza fanya tu uandamane. Sasa ukisikia tu imekaa hivyo ati sijui US hajapata oil sijui kutoka nini gani, vitu zishaanza kupanda bei na panda hadi Kenya. So unashangaa rada. Sasa hiyo ilikuwa ifika hapo sijui ilikuwa manufacture ndio ikuje import vitu Kenya, sasa zimeimportiwa less. So hiyo less imeimportiwa ndio sasa lazima nini ikuwe bei kali ati juu sasa ni less tena mpaka oh my god. Ukisikia CNN tu China, US, Russia kitu tu imefanyika na economy, ngojeni ingieni kwa line. Ni nyinyi mnakujiwa. Nyinyi mshapigwa kiboko. But my concern anyways was sasa mali imefika bana. Ni sawa ni uchumi ni mbaya, lakini employers wanabeba watu ufala sana. Inakuwa hata nikwambie hakuna mtu ajali na isipokuwa wewe. Kama mtu ajali na isipokuwa wewe. Kama huwezi lipa a mere maid. A mere house help 10,000 kupanda, you're not eligible to be unajua saa shida inakuanga hadi unalipa maid hata unamlipa ngapi? Au tuseme pengine sasa tatu umeandikwa ndio upate dola kulipa maid pia. Umeandikwa unalipiwa 30,000. Utapatia kuna watu wanaown kampuni na wanalipiwa maid bado 65. Sasa unajua vile tu nimesema desperation. Na tu acha nikwambie, in short, no one cares. Kila mtu ana survive for themselves. Na vile wanasema ngati sijui ati experience nini, hakunanga vitu kama hiyo. Wewe unataka kulipwa ngapi? Wewe kulipete niki na umse ni fala ndamlipa 7,000. Acha nilipo 7,000 na nifundishe kazi. Na tukipata ile instance inakwanga tu hivyo. Ni savio 3,000. Tukipata ile instance ya unapata msee ameulizwa na amepiga tu bei ya juu, what happens in that case? Atampiga bei ya juu. Okay. Mwenye kampuni definitely plan to at the back of their mind umse go desperate, so let me give them the choice to choose the will.
to choose how much they want me to pay them. And then unapata huyo mwenye anaandikwa, the employee, the job seeker, anasema 30,000, na huyo employer juu ya anaona desperation in this job seeker, ana expect atasema kaka 15,000. And then the job seeker says 30,000. What happens in that case? Sasa tamwambia mimi only naweza kuofa 15 ama ikenda sana ni 20. Kama si hivyo, obviously kuna more desperate than huyo wa 30. So that is kwa hivyo atatafuta mwingine. They will keep searching hadi wapate huyo desperate. Hata desperate ndio analetanga. Unajua msi atafanya tu kwa advertise tu hiyo job. Ata advertise tu aseme kuna vacancy ya nini, unaona? Watu wangapi wanakuwa desperate, wangapi wanaendanga interview, wanajaza form, wanaandikia ma email za kutafuta majob. Sasa ni watu wangapi? Kwanza sasa hii story niyo nimekwambia, inflation vile vitu zimekuwa baya, vitu zinapanda bei. Ni watu wangapi sasa hii naona mboka? Ni watu wangapi? Kwa hivyo kuna more desperate than undesperate, unaona? Watu wako desperate ni wale maybe hajakuwa na familia, unaona? Ule msee anajua hadi naweza na mtaani nitulie, unaona? Ama ako comfortable na kitu kama pale anakaa, anajua rent a struggle, unaona? Msee atajichagulia kazi, sema mwana bufala na mimi siteseki, unaona? So acha tu mimi niachane hiyo job yako. Lakini sasa umeenda vile umesema ati msee amekaa kwa bed sitter dhao 8, anaangalia anaona mwefa hapo, anaona mkida hapo, wewe jamaa hadi 500 atachukua. Basi hata hadi 500 atachukua. Basi hata enda kwa bed sitter. Itabidi ende kwa single ya 300. Ni hivyo sasa, hii imekuwa ni mbaya na nini. I was just trying to defend these employees. But you can't always wa defend. Juu hata nikwambie kitu ya kwanza ni shida haiwezi isha. Shida itakaa hapo milele na milele. Na watu wanapata hiyo ngori, wanaendelea wakiongezeka day by day. Unaona? So yani shida ishangi, shida ishangi. Unaona? Watu wako na shida ndio wanaongezekanga. Unaona? Na sasa to solve hiyo ni nini? Vile tunakuwa tumejiwekea si ni do. Do inapatikana wapi? So acha tuende tafute huku nje, imekaa ngumu. Tuingie mje hii, imekaa ngumu, tufanye nini? Unaona imekaa ngumu. Desperate measures. Maybe that's why saizi kila mtu anajitoa kwa 8 to 5. Everyone is starting to do something that but mimi naona kitu kwa majenzi wanadu ni they are focusing on their own craft, unaona? Exactly. As in wanakulia craft. As in unakaa hivi unajirealize I'm good at this, unaona? Why don't I do this thing consistently for a year, unaona? For some time. Let me do this what I'm enjoying, unaona? Let me do this, let me do that, unaona? Yeah. They are realizing themselves, unaona? Because mimi naona the problem ilikuwa na millennials ni sasa mimi ni singer, mimi ni mwimbaji. Sasa naenda kuimba niache tu nikatape tu mboka, juu najua hii mboka kwende hii muziki sijui tanilipa lini, unaona? Wacha tu kwanza nikafanye mboka nikulange tu do, unapiga mboka. Millennials walikuwa hata kitu ya haraka. Unaenda tu unakula tu do yako, unalipo tu mshande. Miaka 10, miaka 15 ushasahau hata kama kuna talent ulikuanga nayo. Alafu millennials ikawa ile kwa mindset ya you have to get employed for you to have money and to survive. And to be stable. That's all was here. Amka enda tafuta kazi. Amka enda tafuta kazi. Hiyo kitu iliisha juu. Lakini sasa unapata Gen Z jamaa toi kwa nyumba na asotangi. Jamaa hii nyumba anafanya nini? Hii kwa hii nyumba mtu anakaa 2 bedroom 3 bedroom hapa Runda na jamaa hata ana wira. Naona hata hataki familia. Unajua at least the digital space ilikamkutu. Ilikamkupatia opportunity mingi, unaona? So you can do your craft there, you can do sasa wase wengi wanakulia digital space. Mimi hata naona itafika mahali hakutakuwa na employment. Hakutakuwa. Sasa jadi ukiangalia ma business owners sasa wanaingia digital space ku advertise their products. Unaona? Hata waandiki hao wase wengi. Waandiki wase, ukiadvertise tu wase wananunua. Wase wananunua. Kwa hivyo na ulipi watu atijua tu kuna tunalipa. Unapata kama digital space. If you've advertised and you want to sell, you want to advertise, unaweka kwa mtandao. If someone wants to buy, DM. The extent you can go is ameku-DM, we just find one employee. Wewe ni wanini kudeliver. Exactly. Unaona? So hakuna ati mwenye kwa shop ni wa kuuza, ati wa kuandika nini chini mahesabu ya pesa kila kitu umefanya mtandao. You just need one guy because definitely wewe ni bossy. Huwezi anza kudeliver, unaweka ka standards code, unaonka kitu. So the only thing you need is someone to deliver.
Hata watatangaza wawili, ule mtu ataka kwa shop, maybe mtu atakuja kwa shop na wale wa online mwenye atakuwa mwingine akudeliver online na mwingine mwenye atakuwa kwa shop. Unajua so obvious si customer wote ni wa online, kuna wengine wa ground mwenye ataenda kwa duka. Unaona, so lazima kutakuwa na msemo mwingine tu wa duka. But sasa unajua maybe ilikuwa andika tu 4 5, there's no use. The digital space iko hapo, so hii kitu hata ya digital imekulia nitasema percentage ngapi, hata 80% ya watu kazi out of 100 imebakishia watu 20% kazi ama 30 ikachukua 70. Juu sasa tuseme kama hiyo biashara ilikuwa na employees 5. Haya, mmoja ni wa maybe ule wa deliveries hako tu, ule wa kukaa kwa shop kuuza, ule wa kuandika mahesabu. Unaona? Hivyo tu kwa wengi. So unapata huyu wa kuuza kaua mahesabu unafanyia mtandao definitely. Pesa ikiweko siku na pesa huwa ni mmoja ako chini. Unaona? Mmoja tu. Lakini hata si hivyo ti mahesabu. Unajua si mahesabu si ameka hapo till. Si till inasoma tu namba ya bosi. Si bosi ataona tu simu yake tu message imeingia. So ashanyima mse wa kuokota do kazi. Nisho mtandao imeshamnyima kazi. Mtandao si do inaingia tu kwa mdosi, hata akiwa hapo mdosi na kuna nini imeuzwa hapa, pesa imeingia kwa till. Jo radio till ni mtandao. Unaona? So mtu gani atanahesabu pesa? Hakuna pesa inaenda. Siku hizi mtu analipa kwa till na tu straight kwa bank. Ati ule mse wa umeingia kwa shop yani wa kukuonyesha pricing. Kwa sana deal na cash, labda wale atakuja na cash na nini tuka hizo. Huyo hata labda ule walikuwa pale mse akiingia, unajua unaweza pata kuna ule wa kufanya kwa reception, alafu kuna ule wa kuonyesha. Na sasa juu ni kwa mtandao, huwa reception ndio tu ataenda aonyeshe. So mwingine ana lose kazi. Juu wa kuonyeshana watu washaona mtandao already. Wanajua nishapigwa advert. Hata mtu akuja anajua nini anataka. Sasa kuzurura nikiangalia duka yako, mimi nilishaona nini nataka. Wewe ni picha tu. So ule mse wa kuonyeshana na maprice ni mwajob. Job ishadi. So 70% ishapigwa na AI na mtandao. Lakini tena as much as imenyang'anya wase wengine mboka, pia imejengea another 80% mboka. Pia imejengea wengine. Unaona, juu sahi like 80% of people wana earn through
Sasa hata ni kama masomo tena pia imati. Masomo ile acha kumata kitambo. Kitambo sana. Masomo ile acha kumata kitambo. Kwa hiyo siku zote depend masomo ni kwenda tu kujua kuongea English. Don't waste your money on school fees. Mimi kwanza nenange hivi mali ati unaenanga unapata mastudio meja kampu. Mnadu nini huko sasa nyinyi? Hao ni kukulana tu na drugs. Yani, kwani kuna kitu kingine. Unaenda ati niko na sijui class ya sijui ya phone, niko na class sijui ya 3, niko na sijui class ya mnaenda kudu nini walai. Wale unaangalia tu institute ni gava tu ina collect tu do ya wase. Yani unalipa ndo sijui ufanye nini. Na hakuna shit wanadu kwa social media. Sasa kama tuseme mimi niende ni recordie mtu hizo product. Nini Nimpostie ni manage account. Anakulipa. So me already, so I guess so is watu wako na hiyo craft ya mtandao. If you invested yourself in mtandao, I guess sasa si ndio tunaenda kukula. But wale wa kitabu, wale wa degree, hao naona ikienda kuwa mbaya. Yes, sasa inakuwa mbaya. Sasa ndio wanadependia huko kwa shop physically. Sana na unajua digital space inataka hebu tuoneshe hiyo creativity. Tuoneshe ni nini unafikirianga. At least imekupatia exposure. Tuoneshe who you are, express yourself hapa kwa mtandao. Ukinigongeshia makaratasi za IT kwa meza na hujanionyesha kwa laptop what you can do, we are not atunego, we are negotiating. Kitu rawaya ni kitu kwa mkono. Juu unaweza amsha karatasi na mtu mwingine akuje bila. Mpewe laptop, mse mwenye ana makaratasi ya kutwangi. Atakuwa nikwambie watu wako kampo 2% ndio wanaenda kufanya hizo upuzi wanasomea huko. Tushatoka huko. Tunajua 80%, mimi sijui akia Mungu mimi ninayo naangalia hivi. Sasa kuna over 1000 students naangalia hivi. Sasa kwa kile yangu nakaa hivi naangalia. Sasa nyinyi mnadu nini hapa? Hiyo ni wastage of time. Umetoka tu mtaani umekuja umelipa few do nini? Chukua for instance Mokaya. Si already ako kwa craft ya digital space. Mokaya the digital creator. At the same time he's in university. Ako uni? Okay. So niambia mtu kaa huyo. Wasting time ana waste. Asha find kitu anafaa kufanya, asha find path yake. Mbona ana waste time nini? Ama ni ya kufurahisha wazazi. Unajua ni ile tu acha tu madhe tu nili graduate niko na karatasi. Asione ali raised once. Asione tu ni so unajua pia mama ni wale wanakuwa discussion yao kando. Na mtoto wako anaendelea aje? Si alikuwa graduate au sijui nini unaona, so ni ile tule tu shame tu nyumbani. Kaibuka nyumbani. Inaonekana mtoto wako alikuwa mjinga. Lakini unajua hiyo doesn't matter. Vile watu wanakuona doesn't matter. Ukienda hapo upakio ndaya yako ama nini, hata kujua degree yako inanyamaza hivi. Ati sijui nini. Umeenda umefanya kitu kubwa hapo. Hata kujua kwa ulienda shule ama ukuenda. Bro, uko na ganji ama una. Ukiingia hapa na Audi na mimi nikuja na gown hapa, mimi sitambuliki na gown. Wewe nani sasa? Uko na Audi ama hauna? Uko nayo ama hauna? Uko na pesa ama hauna? Acha kutoesha hapa gown. Sasa alafu mbona basi nipoteze time yangu nikitaka kuprove kwa watu nilisoma. But I guess saizi watu wengi hata wanakimbilia kusoma ndio wapate hiyo figure ya gown. Nilivaa gown. Mimi graduate. Wanataka tu hiyo tamaa yaka kakamba. Me I don't give a damn about that kamba. Bro. Me I don't give a shit. Uko na do ama una? Find what you love. Unatafuta ama utafuti. Do what you love. Put it into work. It doesn't matter how long it takes. Itabea fruits, cause mimi ziona mse ameanza kitu consistently no matter how long it takes, as long as you're consistent na ikakosa kupewa. Game ya consistent ni mbaya, consistency ni mbaya, na hapo ndio inapiga watu. Hiyo ndio imetoa 99% of people kwa game. But trust me, as long as you're consistent, it doesn't matter how long it will take, but bro lazima itajipa. Trust. Unajua nasemanga once you're consistent, the results won't have a choice. Yeah. Unaona? Yaani umekuwa consistent, hizo they will have no, haitakuwa na choice nyingine, itabidi tu show up. Kiboko ya success ni consistency. Ukishapiga consistency unachapa success kiboko na unaipata. The results has to have a choice. But usipokuwa success itakupiga kiboko, utaiona, utaishi kuichase. Ukiuliza watu wengine wanafanyanga aje? Ati kwa nyinyi mnaweza nanga aje? Ati situambie siri. Siri ni moja. Sasa nakwambia je siri na ni siri. Nikwambia sasa itakuwa siri. Nakwambia je siri na ni siri. Si ni siri jo. Nishakwambia itakuwa siri tena. Nikwambia je siri. Acha hizo. So wasa jitume tu hapo nje. Watu wakufanya tu kazi nyinyi kwa kampuni nyinyi mtakuwa tu mnabibu ufala living paycheck to paycheck. If you don't wake up that 8 to 5 will be your. But mimi najua ngano mengine na watu they don't have the balls and the guts to nini to
Naitwaje? To work on themselves ama to nini? To stand out for themselves. Wase wanakuanga na waamue wanakuwa kwa kababul fulani hivi. Yeah. Hawataki kutoka kwa comfort zone fulani. Hawataki kuthink out of the surrounding. Most people don't take the risk. Yeah. Hawataki kuchukua. So anaona so ako yes, mimi najua ni mgori. Yaani unapata msee vizuri. Mimi ni mnoma. Anajua mimi ni mnoma na anajua yeye ni mnoma kwa hii kitu anajua. Mimi naweza piga like 99% of people nikifanya hii kitu. Na huyo msee anajua hivyo. Lakini sasa naona na nikafanya inyasi. Unaona? Sio ndio mental. No risk, no gain. Nikafanya inyasi sasa. Unaona sana kwa like inaweza nyasi na ikinyasi niliachanga mboka, sina plan B. Nirudi Ocha. Ocha nirudi tu hapa kwa 9 to 5, mimi niko tu secured. Watu wanaange tu niko town. Watu wane niko Nairobi. Wewe umekaa uko mboka 24/7 ndio nakwambia isidi chua, hata huyo chua ni hauna. Mwingine amekuja ametekio risk amekupita na ulikuwa unamuona akiwa chini ukiwa job. Yeye akiwa jobless. Na ulikuwa ni idea kwa akili, lakini unajua unaweza. Unajua unaweza lakini ati juu uliogopa sasa. Alafu sasa inakuwa mbaya. Si utake hiyo risk kama udedi. Point is no risk no gain. Amua. Achana hiyo kazi, stand out for yourself. Amua acha ikae. Let me go suffer for some time and build something yenye mimi ni mnoma cause najua mimi ni mnoma. Let me risk it out and go work on it. Put in the work and the consistency. And if it doesn't pay off, sasa hapo ni mambo ingine. But me I'm sure as long as you put in the work and consistency. Bro. Unajua kitu nilionanga ni unemployed people unapata saa nyingine wako depressed na juu wako broke. Unaona they are broke and depressed. And then unapata job inakulipa sijui 20k per month. Unakuwa broke, bado uko depressed, uko na deni, uko na nini na sasa uko na mboka. Ati uko mboka uko na deni. Uko na deni na uko depressed na uko na nini? So unasikianga wewe hebu niokolea hapo dhao mbili nikilipua nitakusort. Yani sasa acha sasa vile ulikuwa unemployed, uko na employed, uko unhappy, uko broke, uko depressed. But then so uko employed. Ukiwa employed, uko depressed, uko na deni, uko unakopa, mwisho wa mwezi inafika unalipa zote, umelipa zote. Unalipa zote. Unalipa unakopa tena and the cycle continues. What the fuck is that? Why? What the fuck is that? Why? Woga. But anyway, the fear to risk. And let me tell you one secret. Hakuna mtu anaendesha TX ama V8 na Range Rover na 8 to 5. Hakuna. Hata net 5, hata labda bosi wake mmemwandika endeshi hiyo. Hata endeshi hiyo. Na hata labda hakununua hata na labda hiyo kazi yao anafanya hiyo kampuni. Kuna kitu kingine anafanya. There's another bigger source. Hii kampuni yake ni ile inaonyesha watu business yangu ni hii. Usiwaidanganywa ati utaemployiwa na ubuild hiyo mansion unataka na 85 uongo. You have to step out of your zone. But I think mimi naona wase wengi walishakubali ingile design ya walishakubali hata tu mimi survive tu hivi mpaka ile siku nitakufa. Walisha accept this is our life. If I perish I perish. Walisha accept this is my life. Unaona watu kaa sisi si tumekataa. Na tumeresist. Si tuna fight every unaona tuko hapa tunajaribu unaona tumekataa kwa hivyo, lakini but most of the people wame accept this is who I am and this is what I can do. Unaona knowing they wange do better, they could do better, but then wako like I don't want to take the risk, let me just live like this until I don't know when. Unaona so unaenda base unaona people are living miserable life. Wame give up na life, unaangalia hivyo uko like wewe hakuna kitu kwa roho yako, hata una desire kufanya or anything that ni wewe unafanyanga unasikia uko alive. Yani they just gave up with life. Yani wako tu, hata they are not living paycheck to paycheck, they are just there. Yani wako tu. They don't have dreams and visions or nini. Ama maybe walijaribu ikakataa na wakaamua ni hivyo tu watakaa hivyo. So wase wamekuwa ni mbaya, but then you cannot change their mind because wako satisfied kukua hivyo. Wako like this is our reality na try to change hiyo. Tunajua tuko miserable na try to change na hata we don't want to change. This is us. Unaona? And then they will always blame the government, they will always find blames on other things. Unaona? Kuliko
wajichukulie, mbona nisichukue hii kitu in my hand na mimi jaribu kuicraft vile naweza. Unaona? So wewe kazi yako ni ku throw blames. No one gives a shit. No one cares. Hata kuna mtu anakuangalia. Hakuna mtu ana give a fuck about you. Unajua hata si ukenda tower, hata utembee uchi hapo archives utembee hadi River Road utembee yote uchi, watu watakuangalia. The next day watu washasahau. Yeye imeenda hivyo. The next day watu washasahau. Bro, no one is focusing in your life. Slide hapo uanguke, nitacheka saa hizi. Kesho nilisahau kama ulianguka na focus na vitu. Tunapiga stories zingine kesho. Tulikuwa tunaangalia budget ya Kishaka nini ametoa nini. Siku hizi hata tuongelei. Ilishaisha na ashapata cha alikuwa anataka. And she's good. Na tulishasahau. So no one is watching. Wewe fanya kitu unado. No one cares. Don't care what people say. Una perform kufresha watu na hakuna crowd iko hapo. The crowd is empty. The seats are empty. Na uko hapo tuna performia an empty crowd. Kwa akili yako ndio umekatwa na kuona. There's no one there. Wewe ndio umecreate watu at the back of your mind wako wananiona. Na hakuna mtu anapata na kuona sasa. Hizo ni imaginations umeka kwa akili. Labda unaweza kumeslide na kuangalia hivi bro. Una feel shame but hata siko huko. Hata huko. Akili yangu hata iko ati umeanguka. Niko mbali sana. But usha create image yangu ile na kuangalia umse. Ni the same vile mse. Do you know wale watu wanakujua, seme if 10 people wanakujua, they know you, all of them they know you in a different way. Si vile mimi nakuona. Unaona kuna vile mimi nakujua na vile kuna yana kujua. Kila mtu anakujua in their own way. In their own way, unaona. So no one really knows you. Unaona? Sure. Kila mtu kuna perspective yako kwa kichwa yao. Si uongo. So we stop performing for an empty seat. Wewe toka hapo nje do kitu na do. Ndio utawa sema tako nyinyi. Rudi kwa nyumba. Wewe do kitu na do. No one is watching. So, if you are someone out there, if you are out there working 8 to 5, get out of your comfort zone. If you know you can do something out of 8 to 5, something for yourself to make sure that it brings more from what you're earning. Na they know ni vile wanaogopa. Take that risk. Wacha kuogopa. Take that risk. Utasota for a while, hata nikwambie. Utasota proper. Rosafi. You will sota proper. Tutakuchocha ati amka enda ati things will get better. Hakuna kitu itakuwa even worse. It will be tough for a time but ikianza kulipa. Itakuwa bad, it go from bad to worse, nitoke worse to worse. Ndio ikutest, you really want this ama utarudi kwa 195 yako. Mimi sije sota hivi hata tunarudi kwa mboka yangu. But flow ikianza itakuwa a non flow. Inakuanga non flow. But lazima umie for a longer period of time. Utasikia uchungu. Whatever you choose to do with that information, it's up to you. So guys, manze, this has been good. This is the Wadaku Nation podcast episode 11 and let's meet up in the next episode. Adios.